mume. Lakini akishazaa Mwenyezi Mungu mjalia kuwa na tabia ya sahau, baada ya miezi miwili mitatu anamfuata mume yeye mwenyewe. Lakini mimi nataka kuambia, na ndio sababu sisi kazi yetu tukumbushane. Bishop Paul Mwaura alikuwa yuko hapa, alituombea. Your Excellency, hawa waungwana wanasahau. Bishop Paul Mwaura, 1 year when you were in office, tulikuwa katika uwanja wa Mama Ngina. Tulipofika Mama Ngina kulikuwa na interdenominational prayers. And I remember for 40 minutes, alichukua dakika 40, akazungumza kwa nini binadamu wanafaa kuwa na subira, with biblical verses, na akaweza kutuambia ni lazima muwe na subira. Nilikuwa nina hamu leo angeshika mikrofoni angetoa sasa ile aya katika Biblia kusema ya kwa sasa hii ndiyo thamani ya kuwa mumeweza kuwa na subira na viongozi wenu. Haya mambo tungelikuwa sisi kazi yetu ni kupigana na kuwa ni wenye kuzorotana, tungelikuwa leo hatuna reli hapa. Tungelikuwa hawa waungwana sisi kila siku ni kupigana bila kuwa na mwelekeo wowote, tungelikuwa hatuna haya mazuri ambayo kwamba tunaoyaona hapa. Najikumbusha mimi na nawakumbusha wenzangu, the people have patience, and that patience can only be paid by us being able to deliver for those people. They will forget that pain that they went through during that time of being patient, but they will never forgive you for not being able to deliver. So instead of being diverted, huyu anasema hivi wanasema hivi, let us focus for the people of Mombasa. Your Excellency, watu wanaiona hii reli wakaona ni reli tu. Unajua ile chuk treni watu wanaona ni treni tu. The net effect of this train, nataka watu wa Mombasa wanielewe, uchumi wa nchi, uchumi wa eneo yoyote, katika yale ambao kwamba ni mmoja wao, kwanza mtu awe na ardhi, tutayafanya leo. Pili, mtu awe na usalama, tunayazungumza katika haya mambo ambayo kwamba tunasema ya kuwa ni broad based, tufanye kazi pamoja. Tatu, people need to move themselves and they need to move goods. Lazima